Kwa hiyo uwekezaji huu unapoenda kufanyika ni kwamba sisi kama taifa itakuwa tunatengeneza bidhaa za chuma hapa Tanzania. Kwa hiyo tunategemea kabisa mataifa ya Afrika wakitaka bidhaa za chuma, wanataka kujenga miundombinu ya barabara kama madaraja, wataifuata chuma wapi? Tanzania. Lakini pia uwekezaji huu umeambatana na uwekezaji mwingine ambao upo nje ya Liganga kama Liganga, lakini kwenye sekta ya chuma. Ipo kampuni inaitwa HWHG inaenda kujenga kiwanda cha magari Bagamoyo, na tayari wameshapewa eneo na TISEZA. Kuna kampuni nyingine inaenda kujenga aluminium hapo mkoa wa Ruvuma. Naeleweka vizuri. Kuna viwanda vingine vinajengwa vya nondo maeneo ya Makambako. Rasilimali yote wanayotegemea ni kutoka wapi? Kutoka Ludewa. Kwa hiyo swala ni kwamba sisi yani Tanzania haitasafirisha rasilimali, haitasafirisha raw material, inaenda kusafirisha product. Kwa hiyo kuhusiana na swala la kuwatunza wawekezaji au kuishi nao vizuri wawekezaji ni sera ya kitaifa ambayo ipo. Ndio maana wawekezaji bado wapo ndani ya nchi yetu. Mimi tu kwa ndani ya mwaka mmoja na miezi 9 niliyokuwepo ndani ya wilaya Ludewa, nimeweza kuleta wawekezaji wengi sana katika upande wa sekta hata ya madini. Leo hii tunaojivunia rare earth element ambayo imegundulika pale Mkio, hao wawekezaji wameletwa mimi kuwepo hapa. Lakini pia hao wanaotaka kujenga kiwanda cha saruji wamekuja mimi nikiwepo hapa. Wanaotaka kujenga kiwanda cha titanium wamekuja kuwepo hapa. Na sikuishia hapo tu, ili ni lazimu niwatembelee huko wanakotoka na kwenye viwanda vyao nikaone kile wanachokifanya. Lakini jambo lingine ni kwamba serikali inatumia fedha nyingi sana kuwaelimisha au kuwasomesha vijana wao ili waweze kuleta tija. Mimi sijasoma, lakini nimebahatika tu kupata malezi. Malezi niliyoyapata yanahusiana na sera ya viwanda. Mimi nilipata tu malezi yananifanya niingie site. Ndio maana nasemaga punguza itifaki, tukutane site. Kwa hiyo maanake ni kwamba mimi sina elimu, bali nina malezi. Hayo malezi ya sera za viwanda ndio yalionifanya hivyo. Na ndio maana najivunia kuna baadhi ya viwanda vingi vimeweza kufunguliwa ndani ya wilaya Ludewa wakati mimi nikiwepo hapa, kwa sababu ni sehemu ya field ambayo imenilea, field ya masuala ya sera za viwanda. Unapomuona mwekezaji yoyote wa nje akishirikiana na serikali ya Tanzania, ujue hayo ni majukumu ya TISEZA. Yaani uwezi ukafanya mwekezaji yote wa nje akakanyaga kwenye ardhi yako, iwe ni wilaya iwe ni kijiji, hawajapita TISEZA. Kwanza kitu kimoja ni kwamba nianze na hapo kwanza. Ludewa ya sasa hivi unaionaje? Inakwenda. Sasa ni hivi. Nilipofika wilaya Ludewa ile mwezi wa 9 mwaka 2024, vitu ambavyo nilivyoweka vipaumbele, kitu cha kwanza ni kuongeza uzalishaji. Tukajipa muda wa miaka 3 ili tufikie malengo ya kwamba kwenye kila kitu tunachokizalisha twende mara 2 ya uzalishaji, ikiwemo na upande wa kilimo. Ndio maana tunagawa miti ya parachichi, tunagawa miti ya maepo, tunagawa miti ya kahawa, tunarahisisha ujaji wa mbolea, tunafanya kila kitu, tunaenda kufanya hamasa, tunaingia mpaka mashambani, naenda kupanda mpunga na wakulima. Hiyo ndio kupunguza itifaki hiyo sasa. Si unanipata vizuri? Ikiwemo pamoja na kuwaendesha waandishi wa habari, leo nimegeuka kuwa dereva wao. Yes, unaona, hiyo jambo la kwanza. Na mpaka sasa hivi uzalishaji wa ile mara 2 ndani ya miaka 3 tuko kati ya 60% mpaka 70% ya uzalishaji. Tukifika mwaka wa fedha tutafanya takwimu vizuri ili tujue kwamba tumefikia wapi, lakini mpaka miezi 3-4 nyuma iliyopita tulikuwa tuko 60%. Kwa hiyo tunakimbilia kuelekea 70%. Twende mara 2 ya uzalishaji. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Wataalamu wamelifuata hilo. Ndio maana wilaya ya Ludewa mtaalamu anamfuata mkulima, sio mkulima kumfuata mtaalamu. Hilo nimefanikiwa. Jambo la pili, nilikuta wilaya ya Ludewa kwenye mapato ikiwa inakusanya kwa mwaka halmashauri shilingi bilioni 2. Nilianzisha operation inaitwa Operation Mwambahesa ambayo iliondoka na baadhi ya watumishi. Unaelewa vizuri? Ilikuwa ni kurudisha nidhamu na mfumo wa ukusanyaji wa mapato. Leo hii tunavyozungumza tunakaribia bilioni 5. Ni mwaka mmoja na miezi mingapi? 9.